ni Dodoma, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya Lea Eliudi Mazengo mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa kijiji cha Lamaiti wilaya ya Bahi, ambaye alikutwa amefariki dunia akiwa shambani baada ya kuripotiwa kupotea. Kwa mjibu wa taarifa za familia, marehemu aliondoka nyumbani Julai 20 mwaka 2026 kuelekea shambani kwa ajili ya kuvuna alizeti, lakini hakurejea. Ndugu na watoto wake walianza msako na baadaye waligundua mwili wake ukiwa umefichwa chini ya magunia ya alizeti yaliyokuwa shambani. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma ACP Gallus Heira amesema uchunguzi wa awali unaonesha kuwa marehemu aliuawa kwa kukabwa shingoni na aliyekuwa mume wake, huku chanzo kinachodaiwa kuhusishwa na tukio hilo kikiwa ni wivu wa mapenzi. Mmoja wa wanafamilia amesema kabla ya tukio hilo marehemu na mume wake walikuwa na migogoro ya kifamilia ikiwemo masuala ya chakula. Amesema hali hiyo ilifikia hatua ambapo marehemu alifukuzwa katika chumba walichokuwa wakilala na kuanza kulala sebuleni. Kamanda Heira amesema uchunguzi bado unaendelea ili kubaini mazingira yote ya tukio hilo, huku viongozi wa kijiji wakieleza kuwa marehemu alikuwa kiongozi wa serikali ya kijiji na mtu aliyekuwa akiheshimika katika jamii. Ndugu zanguni, taarifa hii kutokea hapa mkoani Dodoma ikieleza kwamba Lea Eliudi Mazengo ambaye anadaiwa kukabwa shingoni na kuuliwa na mume wake kwa sababu ya wivu wa mapenzi, na imekuwa ukatili huu ukifanyika kwa muda mrefu, huku jeshi la polisi kwa mujibu wa kamanda Heira ACP Gallus Heira ukiendelea kufanyika. Ndugu zanguni, ukatili si mzuri. Ukatili wa kujichukulia sheria mkononi si mzuri. Unaleta maswali mengi sana katika jamii, lakini pia katika familia unaleta hali ya sintofahamu. Sina shaka ni jambo ambalo kama Watanzania tunapaswa kuepukana nalo. Umwelewi mtu na changamoto fulani, nenda katika, kuna dawati siku hizi ya kina baba, kuna dawati, nenda katika dawati ili uweze kusaidiwa. Usijichukulie sheria mkononi, jambo ambalo linaumiza, linaacha maswali kwa familia, linaleta majonzi katika familia. Lakini pamoja na taarifa hii kutokea hapa mkoani Dodoma wilaya Bahi, tunayo taarifa nyingine kutokea Tabora, ambapo taarifa hii akutwa amejinyonga kwa tuhuma kwa kutumia chandarua chumbani kwake, ambapo mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Shabani Seif Kawili mwenye umri wa miaka 46, mkazi wa mtaa wa Ikindwa kata ya Mapambano manispaa ya Tabora, amekutwa amejinyonga ndani ya chumba alichokuwa amelala, huku baadhi ya ndugu na majirani wameelezwa kusikitishwa na tukio hilo, wakidai kuwa marehemu alikuwa na ugomvi na mke wake siku moja kabla ya kuchukua maamuzi hayo. Mwenyekiti wa mtaa wa Ikindwa Ana Stanislaus Igusa amesema hakuwa na taarifa yoyote ya mgogoro baina ya wenzake hao wawili. Aidha, ametoa wito kwa jamii kujenga utamaduni wa kuwashirikisha watu wengine changamoto wanazozipitia ili kupata msaada zaidi, ambapo jeshi la polisi limefika eneo la tukio na kukamilisha taratibu za awali za kiuchunguzi kisha kukabidhi mwili wa marehemu kwa familia. Kwa jambo ambalo linalotajwa pia hapa ni swala zima la mahusiano. Ugomvi unatajwa. Ile la Bahi tumesikia ni ugomvi ukitajwa baina ya mke na mume. Hili ambalo tumelisikia hapa ambao amechukua maamuzi ni ugomvi ama kutokuwa na maelewano mazuri kati ya mume na mke na kisha kuchukua maamuzi hayo kutokea huko Tabora. Pengine tupate nafasi hapa ya kusikia kile ambacho ameweza kukizungumza mashuhuda wa tukio la baba ambaye amejinyonga huko Tabora. Kwamba napigiwa simu kwamba amejinyonga, kwa kweli imetia huzuni mkubwa sana. Amewaacha watoto katika upweke, amewaachia watoto ukiwa. Je, ilikuwaje wakabaki moja kama na robo? Wana kawaida ya kujiandaa kwenda shule kwa sababu wana wapeleka shule.
wakawa wameenda kumuita baba yao ili awapeleke shule. Fika wakakuta amejinyonga. Huyu mtoto mkubwa ambaye yuko darasa la 4 akaondoka kwenda kwa jirani. Kwa hiyo jirani ndo aliyekuja kubaini kwamba huyu mtu amekufa. Mkewe sikumkuta, lakini kwa taarifa kwamba walikuwa wana ugomvi na ameondoka. Ugomvi ulikuwa hauishi, mara kwa mara wanagombana, na mara nyingi amenishirikisha katika hali ya kuweza kumsaidia ili waweze kuachana naye. Ni baadhi ya mashuhuda hao, lakini kwa mjibu wa mwenyekiti wa mtaa, naye amezungumza. Baba, tena narudia, hiki kitendo kisijirudie. Kwa kina baba hata kina mama, tuna changamoto, tusichukue maamuzi magumu. Tumemsikia hapo kwa uzuri zaidi akizungumza mwenyekiti wa mtaa ambaye ametoa wito kwa jamii kwamba kitendo hichi kisijirudie, lakini pia kina baba kina mama wasijichukulie sheria mkononi. Kwa hili